Kuna hawa wanandoa, mchizi anaitwa Frankie na mdada anaitwa Chioma. Wana maisha safi tu yenye furaha na amani. Lakini Chioma ana rafiki yake mmoja, huyo anaitwa Obi. Yuko kijijini alikotokea yeye pia. Obi hayuko kwenye maelewano mazuri na mume wake. Kila siku ni ugomvi tu na wana watoto 7. Hivyo akawa anamuomba Chioma aje akae hapa kwake kwa muda mpaka mambo atakapokaa sawa. Basi Chioma ndo akawa anamuomba mume wake kila siku akubali Obi aje hapa nyumbani wakae naye kwa muda ajitafute mpaka mambo yakae sawa. Frankie alikuwa hataki kabisa kumkubali Obi aje hapa nyumbani, ila Chioma alimuomba sana. Mpaka mchizi akasema basi sawa, ila inabidi atoe mic aanze kuimba. Wazee wa kazi najua tuko pamoja. Frankie alimfundisha mke wake kuimba kwenye mic ya nyama. Chioma hakuwahi kabisa kufanya hivyo vitu sababu yeye ni mtu wa kijijini. Basi kweli mzee, siku kadhaa mbele Obi akaja hapa nyumbani, akaanza kushangaa fanicha za mule ndani. Chioma, ndo unaishi hapa? Ndiyo. Obi hakuamini alichokuwa anakiona. Anazunguka nyumba nzima anashangaa vitu, mpaka kwenye AC ni kelele tu. Hao wote wametokea kijiji kimoja. Sema tu Chioma alitangulia kufika mjini. Basi akampeleka shoga yake chumbani. Baadaye wako jikoni, Obi bado anashangaa nyumba tu. Yaani hili ni jiko tu. Kule kijijini ni nyumba ya mtu, lakini wewe hapa unatumia kupika. Hongera sana shoga yangu. Mara mlango ukafunguliwa kaingia huyu dada, Sonia. Chioma, unaendeleaje? Naendelea poa tu. Na huyu nani? Huyu ni dada yangu. Mimi ni dada yake, naitwa Obi, natokea kijijini. Umekuja kumtembelea Ndio, nimekuja kukaa naye. Kukaa, yani kaja kukaa, atakaa kwa muda. Kwa muda mrefu sana. Na Frankie kakubali? Wewe una mdudu jichoni. Okay, asante. Chioma, misosi vipi? Nina njaa sana. Ngoja tukuandalie. Wewe acha atapakua mwenyewe. Apakue mwenyewe? Usiruhusu mwanamke mwingine apakue sufuria lako. Wewe beba kinywaji chako bana, tuondoke. Washikaji wakaondoka pale jikoni. Sonia akajiuliza, kwa nini Frankie hakunipa taarifa kuhusu huu ujio? Huku sebleni, Obi akamuuliza Chioma, samahani lakini yule ni nani? Ni rafiki yake mume wangu. Mume, rafiki, ni best friend wa mume wangu. Ni best friend. Chioma, best friend wa mumeo. Sawa, wamejuana muda mrefu sasa. Hapo akatokea Sonia. Hiki chakula kitamu sana. Nimesahau maji. Chioma, naomba kanifuatie maji ya kunywa. Sawa. Unataka maji tu au kuna kingine? Maji tu. Chioma, unaenda kumfuatia maji? Chioma akaenda karudi na maji akampatia. Mara simu ya Sonia inaita. Frankie anapiga. Niko nyumbani hapa. Mke wetu kanipa chakula, lakini niletee shawarma wakati unarudi. Naweza nikapata njaa baadaye. Obi akawa anamwangalia kwa hasira Sonia. Kesho yake Obi kajitupa kwenye kochi, Sonia akaingia akamkuta. Wewe, amka hapo. Unadhani hapa ni chumbani au? Alafu naongea na wewe bado umelala. Msimama huko. Obi akaamka. Nenda kaniletee maji huko. Umesema? Rudia, umesema? Wewe kiziwi au? Kaniletee maji kwenye glasi. Sawa bosi, nakuletea. Badala ya kwenda jikoni, Obi akawa anazunguka makochi tu pale. Hivi wewe mzima kweli? Kufika jikoni akaanza kujiuliza, hivi kwa nini hata nampelekea maji? Yaani anatoka kwake kuja hapa kuomba maji na chakula. Badala aseme tu ukweli kwamba hana hela asaidiwe kama rafiki. Chupa ya maji sasa hivi ni naira 400. Siwezi kumruhusu amalize pesa za mume wa rafiki yangu. Ngoja nimpelekee maji ya bomba. Akamchotea, akaifuta na glasi vizuri ili asigundue. Kisha akampelekea sebleni. Haya hapa maji. Weka kichwani kwangu. Obi akamwekea. Alikurupuka na lalamika huyo. Wewe ni mjinga una akili Unawekaje maji kichwani kwangu? Jamani, si umesema mwenyewe? Rudi jikoni kaniletee glasi ya maji masafi na uibebe kwenye tray. Mpuuzi wewe. Hakuna kitu unajua. Obi akamwangalia. Mwisho akaondoka. Chioma akamkuta Obi jikoni analalamika. Akamuuliza shida nini? Si huyo rafiki wa mume wako kaniambia nimpelekee maji, mimi nikampa ya bomba. Badala aseme ukweli tu kwamba hana hela, angekuwa naomba chochote hapa. Muda sio mrefu ataanza kutaka na nguo zetu huyu. Chioma akasema simpe maji ya bomba, akayamwaga yale maji. Chochote kibaki kimtokea sisi ndo tutaulizwa. Obi amuelewi kabisa Chioma. Sasa Chioma haoni kama kuna shida yoyote kwa Sonia. Hata urafiki alionao na mume wake pia kwake sawa. Na huwa anawaandalia chai kabisa kila asubuhi. Huwa anakuja hapa kula. Anakuja kila asubuhi kula. Chioma, umerogwa au una matatizo gani? Tafadhali muache. Mume ni wangu, mimi nitakula chakula changu jikoni. Sawa, huwa tunakula jikoni, lakini kuna mwanamke mwingine anakula na mmeo hapa dining. Obi, usilete matatizo nyumbani kwangu. Obi akajishonea mdomo. Akasogea kwenye AC kujipoza, maana haelewi kabisa vitu vinavyokwenda humo ndani. Punde akaingia Sonia. Jamani, mbona Frank apokee simu zangu? Frank, mshuka haraka tutachelewa kazini.
Za asubuhi anti. Taratibu wewe, mimi naonekana kama anti yako? Kumbe unasikia. Nilidhani wewe kiziwi. Yaani unakuja kwenye nyumba ya mke wa mtu kila siku. Unakuja kula, huoni aibu we mama? Huoni aibu we mama? Huo unafuata nini hapa? Hivi uko sawa kweli? Kwa sababu inaonekana kama hazimo, unatakiwa ukatibiwe akili wewe. Unaonekana kama chizi kabisa. Wewe ndo chizi. Yaani wewe ndo mwehu kabisa. Una aibu. Alafu mbona unanipandishia sauti? Unajua cheo changu ndani ya hii nyumba. Na wewe mbona unapayuka? Cheo gani? Frank mshuka haraka uniambie mwanamke ni nani? Frank akatokea. Obi akapoa kama sio yeye. Akakana kabisa kwamba hajampandishia sauti wala kumtukana kwa aina yoyote. Hii ni nyumba ya rafiki yangu. Wewe ni nani? Rudi ulikotoka. Sonia alivurugwa. Achana nayo haya. Siwezi kuachana nayo. Yaani umesimama hapo na muangalia na nitukana na wala hujasema chochote. Haya ni makosa ya Chioma. Ndiyo, kwa sababu hujamwambia umuhimu wangu kwenye maisha yako na kwenye hii nyumba. Rafiki yake asingeweza kunitukana hivi. Okay, ni sawa. Tunaweza kukaa sasa tule. Sonia akasema sawa. Washikaji wakakaa kula. Umesema wewe mwanamke ni nani tena? Ni rafiki wa mke wangu. Baadaye Chioma akamfuata Obi. Unataka nifukuzwe hapa ndani au? Kwa nini nitake ufukuzwe kwenye nyumba ya mmeo? Sasa kwa nini umeenda kumtukana rafiki yake mme wangu? Mimi sikumtukana bana. Obi ulimtukana na kujua una mdomo sana. Basi samahani. Hata hivyo nilimtukana kidogo tu. Obi si abeg. Abeg. Usimtukane tena. Subiri kwanza, subiri. Akikuchokoza tena wewe achana naye, mkwepe. La sivyo nitafukuzwa hapa ndani. Sawa, nimekusikia, nitamkwepa ili tusigombane. Akamnyanyua Chioma. Huku nako Sonia mchachu. Mimi siko comfortable kabisa na wewe mwanamke kuishi kwako. Kwanza kwa nini akae kwako? Mimi ni rafiki yako na sikai kwako. Kwa nini yeye akae kwako? Kwa hiyo unanishauri nifanye nini? Ushauri? Unavouliza kama vile utauchukua. Sasa mbona uko hivyo? Wewe sio girlfriend wangu, at least nipe ushauri nifanye nini? Sawa, mimi ni best friend. Wewe na mkeo mmeshaelewana kwamba anakaa miezi miwili. Kwa hiyo mwache tu akae. Mwisho wa siku sitaki kuonekana mbaya mimi. Ila kwa ushauri, usimpe hata 100 yako yule mwanamke, atakugeuza ATM. Na wajua wanawake wa vijijini mimi. Mida usiku huku nyumbani, Chioma akamwambia mume wake kwamba kaamua kumsaidia dada yake Obi. Maana toka aje hapa hana cha kufanya, yupo tu. Hivyo anataka kumpa pesa kidogo ambayo alikuwa na save ili aanzishe biashara. Mchizi akakubali, lakini kishingo upande sana. Kumbuka Sonia alimwambia asije kumpa pesa yoyote ile, atawageuza ATM. Basi hivyo Chioma akaenda kumwambia Obi kwamba atamsaidia naira 500,000 kutoka kwenye pesa ambazo mume wake alikuwa anampatia ili aweze kuanzisha biashara. Obi akajizibua masikio kwanza. Chioma, unasema? Nimesema nitakupa pesa uanze biashara. Naira 500,000. Yaani kidogo tu nipate mshtuko wa moyo. Uko serious? Ndiyo, ili ukaanze biashara yako. Obi akamkumbatia kumshukuru shoga yake. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Akalia mno. Mungu akubariki na mume wako albino. Mume wangu sio albino. Kumbe sio albino. Uone macho yake yako vizuri kabisa. Basi nahisi itakuwa alikimbia ualbino. Hapana, kukimbia na nywele nyeusi kabisa. Sema tu ni mweupe. Okay. Akaendelea kulia. Basi Mungu akubariki wewe na mume wako ambaye ana besti wa kike. Ngoja nikamshukuru. Chioma akamzuia. Unataka mshukuru yeye kwani yeye ndo kakupa hela? Muache, nitamshukuru kwa ajili yako. Kesho yake kama kawaida, Sonia akaja kumpitia Frank waende kazini. Obi naye akatokea anaenda zake mzigoni. Sister. Leo tuko vizuri, hujapiga kelele kabisa. Nisikilize wewe binti. Hey. Usiniite mi binti. Tena usijaribu. Usidanganyike na baby face yangu. Nina watoto 1, 2, 7. Usiongee na mimi kwa dharau hivyo. Kwa sababu wewe mrefu nadhani nitakuogopa. Nenda huko. Walikiwasha pale. Niache nikapoze kichwa mimi. Frank akatokea. Obi huyo akakimbia. Frank, nitangata mtu. Nitamngata huyu mimi. Sasa leo hii ni weekend. Sonia miguu juu kwa mume wa mtu. Muda huo Chioma na waandalia chakula. Jamani, chakula tayari. Sonia naye bila aibu akanyanyuka kwenda kula. Hii ni aibu jamani. Haya, katia kijiko cha kwanza akaanza kuhangaika, shida nini? Akanywa maji. Chioma, tatizo nini? Chioma akatokea. Unataka kuniua? Nimefanya nini? Kwa nini umeweka pilipili nyingi kwenye supu? Chioma, umekuwa ukinipikia kwa muda sasa, lakini mpaka leo bado hujajua napenda supu gani? Nisamee. Lakini Chioma, unajua kabisa hapendi pilipili. Kwa nini umeweka pilipili kwenye supu yake? Hicho ndo ninachosema. Lakini Frank, nilikwambia kabisa kuhusu kuoa mwanamke wa kijijini. Hawana msaada wowote. Haya, angalia alichofanya hapa. Ana kichwa maji, haelewi kitu. Sonia, mtulia. Niache niongee naye ili asirudie tena. Chukua kaniandalia chakula kizuri bana.
Basi Chioma karudi mpaka jikoni. Ukipima chakula husika hakina hata hiyo pilipili ya kupigiwa kelele, hata kama wa kijijini jamani. Huku mezani mchizi anasema, hukutakiwa kuongea na mke wangu vile. Mimi nilikuwa hapo, umenishushia heshima. Ungeniacha mimi nikadili naye. Nimekushushiaje heshima? Mimi ndo mwanaume hapa ndani na hapa ni kwangu. Kama una shida na chochote niambie, mimi nitadili nacho, kuliko ulivyopiga kelele hapo. Basi nisamee. Kwa hiyo nitakula nini? Mimi sijui. Hujui? Mwite mkeo mwambie nipikie chochote. Siwezi kukaa na njaa. Haya nile mimi. Eti huwezi kukaa na njaa. Chioma. Huku Obi akaingia jikoni akamkuta Chioma kapoa. Shida nini? Obi, jaribu hiki chakula. Obi akaonja. Kuna pilipili humo? Hakuna pilipili humo. Nani kasema kuna pilipili? Si rafiki yake mume wangu. Umesema? Sijasema kitu. Obi akataka kwenda kumfuata. Chioma akawa anamzuia, si anajua balaa lake. Basi siendi, niachie. Akaanza kukohoa anaomba maji. Ile Chioma anafuata maji hivi, Obi huyo akatoka. Obolima. Mume wa mtu. Toa mikono yako hapo. Angalia. Chioma angalia anapoweka mikono. Anaweka mikono kwenye nyeti za mumeo. Chioma, chakula tayari. Chakula gani? Alikutuma umpikie? Ngoja nipoze kichwa changu kwanza. Huu puzi mimi siwezi kuuvumilia kabisa. Umesimama hapo na muangalia mwanamke mwingine anamwekea mikono sehemu nyeti mumeo. Ngoja kwanza. Chioma, huu ni upuzi gani? Sorry sa. Habari za mchana. Wewe toa mkono. Usiniguse. Huu ni mume wa mtu dada. Ni mume wa rafiki yangu, kamuoa huyu. Na mimi nilikuwepo hiyo siku. Tulimuoa huyu, sawa? Tumemuoa. Acha tamaa, nenda kwa mumeo. Chioma kaniletee chakula. Chioma, ukienda sitalifumbia macho ili swala. Si unakumbuka mimi kijijini nilikuwa napiga watu? Akazunguka nyuma ya kocha akamsukuma pembeni Sonia. Toa mwili wako kwa mume wa mtu we dada. Nimeshachoka kuona upuuzi ndani ya hii nyumba. Akaondoka eneo la tukio. Mara akarudi akamchukua Chioma akaenda kumtupia kwa mume wake. Kaa hapo, unakuwa na shida gani wewe? Chioma kanyanyuka akaanza kuomba msamaha kwa kilichotokea. Angalia mkono wangu. Pole. Ngoja nikakuletee chakula. Frank, angalia alichofanya mkono wangu. Sielewi kwa nini anafanya hivi. Sasa Obi akaamua kumbadilisha Chioma. Akaenda kumnunulia nguo fulani hivi za kizungu. Chioma akavaa ya kwanza. Unaona sasa? Haya ndo nilokuwa nayasema. Hiki nini? Si taiti yangu. Kaitoe, unaweka taiti ya nini sasa na huko nyumbani kwa mumeo? Weka itoe hiyo taiti ili mumeo akikuona. Wazungu wengi. Mimi sijazoea kabisa hizi nguo, siwezi kuvaa. Simama, jiachie sasa. Jiachie. Unajua mumeo akirudi unatakiwa kutembea mbele yake kama hivi. Unajiokotesha vitu na nini? Haya, okota ndala yangu hapo. Chioma akainama. Obi alipiga kelele huyo. Mara wakasikia honi ya gari. Mume karudi. Chioma akakimbilia ndani kubadilisha. Wewe usibadilishe. Toa hiyo taiti na sidilia, sawa? Umesikia? Toa hayo mataiti. Mzee wa kazi akaingia. Boss karibu. Mke wangu yuko wapi? Mengi yatatokea usiku wa leo. Mkeo yuko ndani anakusubiri. Unasikia bosi? Ukiingia ndani mwambie iname aokote kitu chini. Obi anafurahi kishenzi. Leo kinanuka. Kesho yake Frank na Sonia wanapata msosi hapa mezani kama kawaida yao. Akaingia Obi. Shemeji, nilikuona barabarani nikakuita kwa sauti shem, lakini hukunisikia ukaongeza mwendo. Kwa hiyo nini? Kwani naongea na wewe? Naongea na wewe? Mtu umetoka kwako kuja kula nyumbani kwa mume wa mtu. Naongea na wewe. Huoni anakula unamtemea mate. Akasogea kwenye AC. Hii AC inakusaidia sana jioni ya leo. Nilikuwa natembea juani lakini nilivyokumbuka hii AC nikaamua kujituliza. Alafu unajua nini? Mimi ndo nilimwambia ongeze mwendo. Nenda chumbani kwako kalie. Single lady unamcontrol mume wa mtu. I'm sorry sir. Samahani, usikasirike. Huyu ndo alikwambia uongeze mwendo. Bestie, unamcontrol mume wa mtu. God, Mungu tafadhali sitaki kuutumia mkono wangu kuua mtu. Akaondoka eneo la tukio. Namchukia huyu mwanamke. Mtulie, ukutakiwa kuongea naye hivyo. Na wewe naye ulikuwa hapo unamwangalia tu anavontukana. Umeshindwa kabisa kunitetea. Wewe rafiki gani sasa? Obi akarudi tena ananyata. Akakwapua chakula cha Sonia akaondoka nacho. Frank akajifanya hajaona lile tukio. Kuna shida gani? Kila kitu kiko sawa? Mchizi naye kaanza kumchoka huyu.
Basi Chioma akamwambia Obi kwamba kachoka haya maisha ya kuolewa na mume na rafiki yake. Obi akasema atamsaidia, wataanza kudili na huyo Sonia kesho. Na kweli mzee kesho yake wakagoma kumfungulia mlango Sonia. Akagonga mno mlango, washikaji hawafungui. Huku nje Sonia akampigia simu nyingi Frank lakini hakupokea. Huku ndani Chioma akamshukuru sana Obi, mpango umefanikiwa. Siku 2 mbele Sonia akakutana na Frank. Zimepita siku 2 sasa na sijakuona kabisa. Kuna sehemu nimekosea? Frank, mimi nani kwako? Best friend wangu. Sasa kwa nini rafiki wa mkeo ananifungia mlango nisiingie ndani? Mimi aisee, nilikuwa sijui kabisa kuhusu hilo. Namchukia sana ule msichana, lakini wewe ndio uliniambia nimwache akae tu. Nimebadili maamuzi. Kwa sasa nataka aondoke. Unajua nini Frank? Unatakiwa kuchagua kati yangu mimi au yeye. Na kama ukimchagua yeye, basi mimi sitokuja kwako tena. Mida usiku huko nyumbani Frank akamwambia Chioma kwamba amwambie rafiki yake aondoke hapo nyumbani mwishoni mwa wiki hii. Chioma akajua kabisa haya ni maamuzi ya Sonia. Akamwambia sawa, ataondoka. Mchizi akashangaja, kujibiwa hivi. Basi bana, kesho yake jamaa anaenda kazini, akamkuta Chioma pa dining. Akashangazwa na alivyovaa. Umevaa nini? Nguo mpya nilonunua. Nguo mpya? Ndiyo. Alafu nilitaka kukwambia nitatoka mida ya saa 8 mchana. Unatoka saa 8 mchana na hivi ndo unavovaa? Hapana, sivai, kuna nyingine ninayo ndani. Una nyingine ndani? Ndiyo, ya hivi kwa sababu nilinunua nyingi. Unazo nyingi? Ndiyo. Ni nzuri lakini umeipenda? Akamtupia kwa nyuma. Kwa hiyo umesema unatoka saa 8? Saa 8. Aya sawa, kuna shida. Ile Chioma anaondoka, mchizi anamshangaa tu, bana Obi alishuhudia lile tukio. Basi ikawa ni sherehe kwao, mipango yao inaenda poa sana siku hizi. Alikuwa ananizungusha hivi. Mimi nilikuwa namsikia tu anavyorudia maneno, hii ndo nguo unayovaa, hii ndo nguo unayovaa. Washikaji mbavu hawana. Baadaye mida ya saa 8 Frank akarudi nyumbani. Habari za mchana bosi. Bosi, umesahau kitu. Mke wangu yuko wapi? Mke wako yuko chumbani huko. Obi akacheka kishenzi. Presha yake imepanda. Amerudi. Nilisema sio yeye huyu mwanaume anaenda kazini, ilikuwa ni roho yake tu. Na ni kweli mzee mchizi karudi nyumbani kwa sababu ya mkewe. Aliona jioni atachelewa. Akamzuia asitoke wapinduke mchana mzima, break ni kuoga tu. Sasa kuna siku Chioma akamwambia ukweli mumewe kwamba kila anapokuwa na Sonia yeye huwa anajihisi kama mfanyakazi. Anawaandalia chakula, wao wanakula story tu. Akamuuliza mchizi kama anampenda Sonia. Frank akasema hampendi, anampenda yeye. Mchizi akamwomba msamaha na akamwahidi hilo halitotokea tena. Kesho yake Chioma akamwambia Obi kwamba yeye na mumewe wameelewana. Yule rafiki yake hatakuja tena hapa nyumbani. Obi akacheka kishenzi. Sasa mida baadaye mchizi yuko sebleni hapa, akapigiwa simu na mume wa Obi, anaitwa Chinedu. Mchizi analalamika kishenzi kwamba jamaa akamuibia mke wake na anaishi naye. Mwamba alimwaga matusi huyo. Hicho kitu kilimkera sana Frank. Wakampa taarifa Obi. Mchizi akamwambia inabidi aondoke tu. Obi akasema sawa, hata hivyo ameshakaa sana. Wakaulizana pale itakuwa nani kampa Chinedu namba ya Frank. Jibu likaja ni Sonia tu, hakuna mwingine. Basi Chioma akamkombatia shoga yake, akamsaidia sana ise. Kesho yake Frank akaenda kuvunja ule ukaribu na Sonia kwa sababu mke wake ni wa muhimu zaidi kuliko yeye. Hivyo hataki tena awe anakuja pale nyumbani. Chioma hapendi na yeye hataki kuendelea kumuumiza. Ilikuwa ngumu kumeza lakini ndio hivyo, ilibidi ameze tu. Basi Obi akabeba mabegi yake anaondoka maskini. Katisha sana ise. Anarudi kijijini ambako hakuna AC. Basi bana, kwa mara ya kwanza kabisa Frank akamwandalia chakula Chioma kama njia tu ya kumuomba msamaha kwa yote aliyotokea hapo katikati. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Room for Loyalty.